chakula ni ya nguruwe, si ya watu. Haleluya. Bible inasema alitamani kukula chakula ya nguruwe, mtu asimpatie chochote. Hata hiyo ya nguruwe ana ruhusa ya kuikula. Haleluya. Chakula ya nguruwe ni chakula ya watu wanjaokoka, ile vitu mbaya mbaya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio button na remote control. Baba akiwa nyumbani ameshika tu vizuri, anaona vile maisani. Naona siku hizi hiyo kiwango anaendelea nini, maisha imemtandika, najua kwa karibu kiburi, kiburi naona imeteremka kabisa, imeteremka kiburi. Sasa inaisha. Sasa kiburi kuna mahali inafika, una kiburi ikiisha unakuja katika your senses. Soma hiyo ya come to my senses. Hallelujah. 17 inasema namna gani? Alipozingatia moyoni mwake, when he came to his own senses, alisema. Unajua lazima ukuje katika your own senses. Niwafundisha hapo kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Ile siku maisha yako itabadilika, ni ile siku utajirudia wewe mwenyewe. Uweke kamati na kamkutano na wewe, uanze kujiuliza. Sasa huyu kijana akaanza kujiuliza, kule kwetu nilitoka kulikuwa na vitu zote, kulikuwa na chakula. Hata wafanyikazi wale wa baba yangu mwenyewe, wafanyikazi yani wanakula chakula mpaka wanasasa. Ukienda kule, yani akiwa nje ya mbali anafikiria kwao. Eti watu yeye anatamani kukula chakula ya nguruwe. Na kule amezaliwa wafanyikazi wanapikiwa chapu na nyama, wanakula mpaka inalala tu hapo. Inakuwa hiyo inakuliwa kesho na chai. Yeah. Haleluya. Unajua kuna vitu lazima hapa katika ufalme ufikirie unapotoka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Akafikiria, kule kwetu hata wafanyikazi wanapanga vizuri. Ona vile nimelaraukiwa. Ni nini kinileta hapa? Nilileta tu hapa na anasa. Nilitaka nikule vitu, na zile vitu zilileta hapa sina. Haleluya. Bible ikasema, sasa Bible inasema akainuka. Haleluya. Kulingana na yale mawazo aliwaza, akachukua hatua, akaonekana ameanza kurudi nyumbani. Haleluya. Akarudi nyumbani. Bwana Yesu apewe sifa. Akiwa mbali, mtu wa kwanza kumwona ni baba. Haleluya. Kwa hivyo nataka tuone vile tutakuwa tunapokea watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni mke wako alikuacha ama ni bwana alikuacha, akirudi mpokee vile baba alipokea mtoto mwana. Haleluya. Hata kama ni kijana yako ama msichana yako alienda vibaya, mpokee vile baba alivyopokea kijana yake. Mungu anatuonyesha vile tunafaa kupokea watu waliotukosea. Haleluya. Kwa hivyo baba alipomuona akiwa nje ya mbali, verse 20. Mstari wa 20. Akaondoka akaenda kwa babaye. Nikwambie ni kwa nini Mungu atakuja kuhukumu watu. Sisi sio kama ng'ombe ama mbuzi. Tuko na kitu inaitangwa free will. Non-devil anaweza kucontrol the free will of man. Hiyo ndio the free will tuliamua kumpatia Yesu maisha yetu. Haleluya. Tukasema tunakataa shetani. Hiyo ndio free will tunatumia kusema tutabaki kanisani, hatutabakslide. Ndio mtu wa backslide lazima akae mkutano kama kijana vile alivyokaa na mkutano na yeye, akasema mimi nataka kutoka hapa kwa hii shida niko nayo, niende kule kwetu hakuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua hata mtu ambaye anafanikiwa lazima atumie hiyo free will yake kusema leo nitafanya kazi. Unajua most people ambao wanang'ang'ana na shida ni kwa sababu they are lazy. Haleluya. Nimefuatilia sana watu wengi. Hebu jaribu sasa, hata ukiita mtu
Na nataka hii kasumba iondoke kanisani. Mtu akikuitia kibarua ya 200, usikae kwa nyumba na una 200. Enda fanya hiyo kazi ya 200. Mimi nilikwambia Nairobi hapa hakuna mtu alikuona ukikuja. Ati nitaonekana na mama fulani na vile najifanyanga kuwa wa kilasi nikifanyia kibarua ya 200. Hapana, hiyo mambo nzima mambo mazuri. Haleluya. Amen. Unajua niliitia mwingine kazi nikamwambia hii kazi ni kama ya 1000 kwa siku. Nikaona ameikataa. Haleluya. Mwingine. Na unajua sasa amekaa kwa nyumba asiende kazi. Haleluya. Alafu jioni ako na shida ya 200 ya kupigia simu. Nitafutie 200. Kwani mwili, wacha nikwambie, ukienda kwa kazi ufanye kazi usweat na uende kwa daktari upimwe jioni, afya yako inakuanga imeimprove, haikuangi imedeteriorate. Wangapi wanajua hivyo kwamba kama unajua na wadanganya? Kazi ukiifanya inafanya mwili yako inakuwa smarter. Afya yako inaimprove kwa kufanya kazi. Acha kufanya kazi mwaka mzima, uende upimwe, utapatikana afya yako imeshuka sana. Wale watu wanafanyanga kazi wako na afya mzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tumia your free will kujifaidisha maisha yako. Anza mahali. Usiseme, unajua mwingine ameitwa akaambiwa hapa kuna kazi akasema mimi sifanyi hiyo, pesa ni kidogo. Haleluya. Hiyo mambo wachana nayo. Wewe enda fanya kazi. Haleluya. Itakusaidia sana. Sema amina. Kwa hivyo baba B hiyo 20 endelea. Alimuona, akamwonea huruma. Yes. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Kwa hivyo baba alienda akafanya nini? Akambusu. Mtu akifanya hivi huwa amekwambia welcome without condition. Welcome unconditionally. Hivyo ndio Mungu tunapomrudia Mungu atuambie kijana, naona umechafuka sana, simama hapo kwanza tukue na mapatano. Umetoka wapi? Ukienda uliniambia unaenda. Unajua sasa hivyo ndio mababa wale wangeongea. Wale wabaya. Wale wakuzaliwa. Haleluya. Kijana ukienda, mbona haukuniambia unaenda? Haleluya. Ile pickup yangu ulibeba vitu nayo iko wapi? Hizo vitu zote unajua sasa ndio mababa sahihi kwanza lazima ujieleze. Lakini baba kwanza aliona mwanae ni kama alikuwa amekufa na amefufuka. Kwanza akamwambia welcome unconditionally. Usiwaze mambo ya mali. Usiwaze zile vitu ulipoteza. Usiwaze vile hata tangu uende zile vitu nilikupatia. Sasa hii nimereplenish, nimejaza zingine. Naweza nikakupatia zingine. Haleluya. Lakini kwa sababu naye kijana alirudi with the right attitude. Alirudi namna gani? Verse 20 endelea tu. Kijana immediately do the right thing. Alifanya namna gani? Yule mwana akamwambia baba. Yule mwana kwanza akaongea. Nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Ambia mwenzako ukikosea usirudi ukiassume. Haleluya, usiassume. Usiassume. Unajua mwingine anarudi tu na kiburi anasema, nitarudi huko tu, tarudi tu huko. Unajua ulirudi kama umeharibu. Kama umerudi kama umeharibu, anza kwa kutake responsibility na kuomba msamaha. Haleluya. Amen. Baba anakimbia na furaha, lakini kijana anamwambia baba, I am guilty. Nataka unisamehe kwanza. Nimekosea wewe na nimekosea mbele ya mbingu. Haleluya. Amen. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Ni ukweli ama si ukweli? Ni ukweli kwa sababu wakati alipewa vitu zake walimalizana na baba. Mm. Haleluya. Amen. Kwa hivyo anamwambia baba, sistahili kukuwa
mwana wako tena. Mm-mm. Haleluya. Amen. Endelea. Lakini baba akawaambia watumwa wake, Ile kitu kijana alistahili legally na lawfully na si lawfully ni kufanywa mfanyikazi tu. Amen. Kwa sababu vitu zake alipata na akakula kila kitu. Ile kitu peke yake ana qualify kwa hii boma ni kukuwa mfanyikazi, na hiyo ndiyo aliomba. Akasema mimi nataka tu nifanye kuwa mfanyikazi. Amen. Lakini baba akasema namna gani? Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi fasi lililo bora, mkamuvike, mutieni na pete kidoleni, na viatu miguuni. Amen. Kitu ya kwanza anapewa zile vitu hakukuwa nazo, kumaanisha viatu alichapa zote zimeisha. Siku unajua mtu akikaa bila viatu miguu imepasuka, sasa anatembeanga tu mimba haiwezi. Unajua Mungu ni wa rehema. Saa hii ukichapa sana ukua utumii viatu, hiyo mguu yako inakuanga strong sana kiwango ya kwamba kupigwa na msumari ni ngumu. Haleluya. Hivyo ndio kijana anaonekana hako. Mavazi hana, amerarukiwa. Haleluya. Kitu ya kwanza akapewa viatu, namba 2 akapewa vazi, namba 3 kitu ya maana akapewa ring. Haleluya. Nimalizie hapo kwa ring. Haleluya. Acha tumalizie kwa ring, tutaendelea. Kuna masomo mengi tungesoma pale. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma katika Biblia, wafalme na wana wa wafalme walikuwa na pete. Unajua saa hiyo hakuna mambo ya digital kama leo. Haleluya. Na ile pete ilikuanga na maandishi ya kwamba wewe ni mwana wa hiyo mfalme. Haleluya. Na hii pete ilikuwa na maandishi. Wakati hakukuwa na kitu kama ingi ya kupiga muhuri. Hiyo pete ilikuwa ndio inapiga muhuri kwa transaction. Ilikuwa unatumia wax. Unaona hii wax? Kwa hivyo wax, hiyo pete ilikuwa ni ya kufanya transaction. Ukipiga hivi kwa wax, unapigia watu kwa marisiti, ni kumaanisha you can transact on behalf of your father. Haleluya. Huyu kijana angeenda mahali popote na kuna biashara inatakikana ifanyike, alikuwa na legal right ya kuweza kupiga mihuri na kupigia watu mihuri kama mwana wa mfalme tena vile alivyokuwa kabla hajaenda. Pigia Yesu makofi mazuri. Inamaanisha kwamba kama umerudi kanisani na ulikuwa umeacha kanisa, hata unaporudi Mungu anakupatia nafasi lako la kale, anaofanyiwa kitu inaitwa restoration. Unarudi katika position yako. For example, nao naendelea kupigia watu mihuri. Nina represent kile ninafanya hapa, ninafanya nikisimamia ufalme. Haleluya. Kwa hivyo kama ulikuwa mwimbaji, utawakilisha ufalme katika uimbaji tu tena. Kama ulikuwa tu mchungaji na umerudi tena katika ufalme, Mungu atakuaminia na ile neema ya kwanza, na utaendelea na kuhubiri na kuombea watu wakipona. Haleluya. Hivyo ndio inamaanisha kwamba kijana alirudishiwa authority yake kuwa mwana, si mtumwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Bible inasema Mungu ako na reservoir, ako na storage kubwa ya grace, hatuwezi exhaust. Isipokuwa wewe mwenyewe useme mimi kabisa nafunga shingo katika nchi ya mbali, nitakufia huko. Hata ukirudi utatumikia Mungu tena. Haleluya. Unajua yule mzazi wa kiroho wa Ben Hinn alikuwa ni mama, alikuwa anaitwa Catherine Kuhlman. Haleluya. Catherine Kuhlman, vile unaonanga Ben Hinn akiwa na upako kubwa hivyo, mama yake ya kiroho aliyemzaa ambaye ni Catherine Kuhlman, watu walikuwa wanatoka hospitali kama Kenyatta. Watu walikuwa wanaletwa mikutano yake wakiwa wamebebwa na oxygen tanks.
alikuwa ni mama very powerful sana. Benihini hata ile siku alienda kukutana na huyo mama mara ya kwanza, mkutano ikiwa kama saa 5, alienda saa 12 akapata all imejaa kabisa, hakuna mahali ungeingia. Kwa hivyo ilibidi ni kama hata alale pale ama alifanya namna gani ndiye apate kukaa viti za mbele, ndiye aweze kuona Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman akiingia tu peke yake, presence yake ilikuwa inasababisha viwete wanatembea kwa njia ya ajabu sana, na watu wanatupa mitungi wanatoka kwa oxygen. Watu walikuwa ICU walikuwa wanapona, ni kama vile mtu anapona homa. Haleluya. Enda ingia kwa YouTube, kwa nini? Catherine Kuhlman ameandika vitabu, amefanya mambo mengi sana, na miujiza yake ikumenakiriwa. Watu wengi sana walitembea na miujiza mikubwa ikapona sana. Haleluya. Lakini siku moja Catherine Kuhlman hakuwa ameolewa. Haleluya. Amen. Sasa lakini kwa sababu sisi ni wanadamu, na yeye pia akaingia katika njia mbaya ya kuchagua Bwana. Kwa hivyo yule mwenye alichagua alikuwa ni mtu ako na mke na watoto, na yule ndugu kwanza akakimbia akadivorce haraka haraka na akatupa hiyo familia, ndiye akaoa Catherine Kuhlman. Haleluya. So within no time Catherine Kuhlman ikakuwa kuna mchungaji anaweza andika Catherine Kuhlman mahali ya ubiri, kwa sababu ameharibu ndoa ya mtu, amekuwa husband snatcher. Si unajua hapo kabisa amepotea njia ya Mungu, si ndio? So kwa miaka fulani ile Catherine Kuhlman aliishi na huyo mzee, hakuna vile, watu wote wakimuona walikuwa na mkataa kwa kanisa. Kwa hivyo akaenda underground. Catherine Kuhlman naye akaenda underground, kwa sababu saa nyingine unashikilia unasema heri nikuwa na ndoa kwanza, hii mambo ya Mungu ikae. Kila mtu anatamanengi kitu kile kitu kizuri. Mkiona mwingine muombee, usimpige vita. Haleluya. Na ilienda ikafika mahali, kwa sababu Mungu ni wa rehema, wakandivorce na ule mzee. Wakandivorce. Sasa wakaachana. Na Catherine Kuhlman akaamua kurudi tena kwa huduma. Haleluya. Wale wamenakiri wanasema anointing ile Catherine Kuhlman alirudi nayo baada hiyo kuanguka ilikuwa times 2 ya kwanza ile aliyokuwa nayo. Alirudi na upako times 2 ya ile alitoka kwa Mungu nayo akiwa anaenda kuolewa. Alirudi na upako injawahi kuonekana baada ya kujirudia. Haleluya. Alijirudia tu kama huyo kijana. Haleluya. Na hiyo ndiyo alifanya kazi kubwa zaidi ya ile alifanya ya kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Nani alimpatia double portion anointing? Si ni Mungu. Kwa hivyo usikuwe na kisirani na Mungu. Mungu hana mambo na wewe. Kaa tu mbali na dhambi. Kama ulikosea mara moja, Bible inasema usirudi kwa dhambi tena. Haleluya. Usiambie Mungu one more time nifanye dhambi na nirudi, hapana. Mahali huko wewe sema hapa ndiyo mahali nipo. Na leo ninarudi nyumbani. Baba nipokee. Baba atakupokea double portion anointing. Haleluya. Baba akikupokea akupokei na masharti. Haleluya. Anakupokea tu bila masharti yoyote kama mwana. Haleluya. Na wewe ukirudi, usirudi na kiburi. Haleluya. Rudi ukiwa na moyo wa kunyenyekea kusema nilikosea. Haleluya. Christina Shisho akaimba nyimbo akasema mambo kadhaa unafaa kukua nayo, kama ukikosea sema nisamehe. Haleluya. Jifundishe kuambia mtu pole, nisamehe. Haleluya.
Asanti. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame na miguu yetu.